na watoto. Ilikuwa sikukuu, nakumbuka tunaruka mwaka. Na nyumbani tulikuwa tumechinja mbuzi mzuri sana. Sisi tulikuwa ready kupiga sherehe. Lakini ile nduru tulisikia. Unajua hao wadosi, wao wakipiga kura wanaenda home. Unaona? Sisi hao wengine ndio tunatafuta pesa sana maka tukipiga kura ndio tu kukaa hapo. So sisi tulisikia nduru mingi sana. The next day niliona kwa gate huko nje, main gate, watu wamebebwa na mikokoteni, they were bleeding, wengine wamekatwa sehemu nyeti. Na hiyo kitu ilinisumbua akili sana. So nikajiuliza nitaenda aje job. Nilikuwa nafanya media ya wakati hiyo. Nitaenda aje job. Zuri hiyo wakati hiyo kampuni nilikuwa nafanyia kazi, wanakupick home na wanakurudisha, wanakupeleka job na wanakurudisha. But going to say to the point niliona there is something I can do. Hiyo wakati sikuwa Marato ndio tutakuja hapo. Hiyo wakati nilikuwa Peter Chege. So nikajiuliza nilikuwa nimejiuliza nini nafanya, lakini nikaona kuna kitu naweza fanya. Kwa sababu wakati wote hawa wasanii wa vernacular na hawa wasanii wa secular walikuwa wanaletea muziki yao kwa media ni wachezee muziki. Wakitoa ngoma mpya wanaleta, wananiambia tupushie hii. Na sababu mimi nilikuwa tunawapush. Unajua kama kuna experience fulani, you just want to see other people grow. So mimi sikuwa nauliza mtu kitu ama namwambia toa kitu fulani ama nina play, because media is not mine. Na akigrow, one of them is Guardian Angel, unaona? Tumeanza naye mbali sana, tumeishi naye kwa nyumba yangu nikiwa huko Eastland. Is a very inspiring artist, and many so to mention. So nikaleta wasanii pamoja, nikamwambia wazama, si mimi na watamianga ngoma zenu kwa media, simkuje basi tufanye kitu ya peace, watu waache kupigana. Kwa hiyo wakati Kofi Annan amekuja nini kuna mazungumzo, siasa imechomeka, Raila amesema mambo ile amesema, Kibaki na yeye pia amengadhia, Martha Karua amechizi, kulikuwa kubaya, Nairobi kumewaka moto. Hiyo wakati Martha Karua alichizi. Martha Karua ni Iron Lady. So yeye alisema no, President Ruto pia alikuwa hapo nyuma.